sijiwezi. Huko nyuma shapitia misara, nusu kudenge. Ukoti, gageti, mashiti, hata ukiuna. Huyo anaitwa Rax Boy, nyimbo inaitwa Sherehe. Ndugu zangu mapacha kutoka Sina Ndugu hapa kwa ananicheki, hawa ni mamexi makini hapa mjini. Wanasema mbona kama mnatuchelewesha hii nyimbo kuchezea kwenye harusi. Na nyimbo yenyewe inaitwa Sherehe. Sasa unashindwaje kuifanyia challenge ndugu yangu mjini TikTok? Watu ni wengi sana. Unaweza kaingia sasa hivi andika Chotara Junior utanipata live kabisa. Niko na Rax Boy humu ndani. Kwa nini sherehe? Mtu anaweza akajiuliza hapo, kwa nini sherehe? Muziki bana ulivyo. Lazima tutafute kitu ambacho ni kizuri. Ndio. Ambacho watu wataenjoy. Ndio maana tutafute sherehe. Sherehe itakuwa tamu. Watu hivyo tukakaa chini tukaandika sherehe. Okay. Yeah. Wazo lilikuwa limetokea wapi? Kwa sababu unajua sasa hivi watu wanakuambia muziki unataka akili nyingi sana, kwa sababu ukiangalia katika kila vitu unaona kama vile vitu vyote vimeshaimbwa. Wazo lilitokea wapi? Idea ilikuwaje? Ilikukutia wapi? Mwingine anakuambia nilikuwa kwenye daladala, nilikuwa kwenye bajaji, nilikuwa bafuni naoga, nilikuwa nimelala tu nikakurupuka nikaingia studio ikatoka sherehe. Yeah. Idea ya sherehe ilikuwa imetokea wapi? Idea ya sherehe naweza kusema ilikuja tu. Niko studio, mbona jamaa amepiga beat kali. Ndio. Kaelewa. Bila mimi sasa sikia. Tuweke sherehe ndani. Sasa. Yeah, nikuta kitu kimekuja tuandike kitu kama sherehe kwenye hii beat itakuwa tamu sana. Yeah, tukifanya hivyo tukakuta kitu kimekuja kizuri. Okay. Anasema ni nyimbo fulani hivi ambayo watu tukiamua kuifanyia challenge kuna ngoma bado zitakaa. Ana idea yote kwa msanii mkubwa akiamua kufanya naye remix. Anaweza akamchagua nani? John kutoka Chunya Makongoro sasa ameuliza hilo swali. Nyimbo hii ya sherehe, yani wakisema kwenye list ya list za wasanii ya wasanii ambao wapo hapa town. Mmoja mchague ambao mnaweza kumfanyia remix ngoma na gani? Wasanii wa town mjini hapa Mbeya au wapi? Tanzania. Tanzania. Tunazungumzia Tanzania. Aha. Wasanii wapo wengi ambao wanaweza kaa. Watatu. Mndani mzee. Ndani. Unamuona kabisa alikuwa kwenye yani tukikaa naye kwenye sherehe remix hii ngoma inaweza kukupa. Itakuwa ni hatari. Ngoma ni nzuri. Lakini nani mwenyewe unamuona? Huyu ni mtani. Lakini wasanii wengi wakubwa sio unajua wanafanya vizuri. Ndio. Na mimi niseme msanii yote mkubwa ambao wako hapo wengi. Watatu ambao wanakuja haraka kwenye list yako. Watatu. Ambao sasa huyu akikaa ataua zaidi. Ataua. Wa kwanza, pili, watatu tuambie. Tukimweka Mario. Tutakuwa unyama sana. Kwenye sherehe ataua. Kwenye sherehe. Ndani anaweza akaua mno. Ndio. Tukamweka Chibu mwenyewe. Chibu. Diamond Platinum. Ataua sana. Watatu ndani. Vanilla mzee. Vanilla. Anaweza kaua sana. Basi na mimi nakuongezea mmoja hapo ambaye ukimweka kwenye hii ngoma anaweza kaua. Sherehe. Click Master. Wewe mwenyewe Showboy unajua. Yaani tukimweka Click Master kwenye sherehe, hii ni ondoko. Click ndio mambo yake hayo. Sherehe zote mbona mjini hii ngoma ndio inakuwa inatamba hapo? Hapo inatamba. Huyu hapa amesema muulize Rax Boy, hii nyimbo imetoka lini na tulitaka kuipata kwenye platform za muziki tunazipata wapi? Na kwa nini mmechelewa sana kuileta Access FM, redio ya nyumbani, redio ya vijana? Hebu tuambie. Kwanza kwa nini mmechelewa kuileta jamani? Showboy. Pango. Mbona mmechelewa sana mwana? Unajua kwanza ngoma ilipitia changamoto kidogo kutokana na mtu ambaye tumemshirikisha humo. Okay. Kwanza umeshirikishwa nani? Anaitwa Zeno. Okay. Naona Zeno hapa. Zeno TZA. Sasa kuna namna mambo hayakwenda vizuri zaidi, tunajua makubaliano tena kuzingatia Zeno ni msanii mkubwa pia. Okay. Kwa hiyo kuna namna tulihold ili ndio maana ngoma ikawa imetulia kidogo. Lakini sasa hivi mambo yako fresh, tunaondoka. Okay. Mtu alikuwa anauliza hapa wanazipataje hizi ngoma? Ngoma imeshatoka ipo kwenye digital platform zote. Okay. Maana yake akiingia mtu Audiomack, akiingia Boomplay, akiingia YouTube, kote anapata huko. Kote anaipata. Okay, sawa. Na jina ambalo unapatikana kwenye mitandao ya kijamii mtu anauliza hapa sasa. Unajua una message inafika hatua. Showboy sio mgeni studio. Kuna message nitakupa una nini?
Nitakupa uzisome. Anasema wewe hapa ni Vanboy, mbona kama huyu jamaa ameua kuliko wasanii ambao tunawategemea. Anatokea wapi na anaitwa nani na ana nyimbo ngapi ukiachana na hiyo sherehe? Hilo nataka kulifahamu. Ngoma ninazo nyingi. Nyingi sana. Ndio. Yeah. Na ngoma nyingi, na ngoma na bando. Okay. Bando MC. Yeah, na ngoma na bando MC, na ngoma na Suma Nazareti. Zimetoka hizo. Okay. Yeah, zipo kwenye platform na zipo kila mtandao zipo. Okay. Wakiingia tu watazikuta. Okay. Zipo nyimbo nyingi ambazo nimefanya kubwa. Yeah. Okay. Huyu hapa anasema sasa tutaje majina kwenye mitandao yake ya kijamii, tunampataje? Ahitaji kwa usahihi. Tunataka tuingie TikTok tukafanye challenge. Yeah. Na hizi challenge jamani, naomba mkifanya mutamtagi. TikTok si upo? Yeah. Watajie mitandao ya kijamii jina ambayo linapatikana. Na wadada hapa wanakimbiza sana TikTok, wanasema kwa hii nyimbo ya sherehe watu watakaa. Mimi kwa majina naitwa Lax Boy Mwamba. Okay. Lax, mtu akija tu akiandika Lax Boy Mwamba. Yeah. Okay. Lax ya L sio R. Yeah. Kwa hiyo ukiandika Lax utampata mtu mwingine. Andika Lax. Yeah. Lax Boy. Lax Boy Mwamba. Ni L. Yeah. Lax Boy Mwamba. Yeah. Unampata kwenye mitandao yote ya kijamii, YouTube na kote. Hebu tusimulie kwa uchache safari yako ya muziki ilianzaje? Kuna mwingine ndo anakusikiliza hapa kwa mara ya kwanza, yupo Chunya ndani huko, afu ana hela zake za madini. Kwanza una meneja? Ndio umeinstibuli. Ndio meneja. Sasa kuna mtu yupo Chunya huko ana hela zake za madini, anataka atie nguvu pale. Sasa hebu meneja ongea. Tuweke vitu clear hapo. Ndio. Mimi ni manager wa digital branding. Okay. Digital brand naelewa. Sio manager kama manage msanii. Sio uja invest. Okay. Hapo nimeelewa. Kuna mtu yupo Chunya huko. Anataka kusupport kipaji cha Lax Boy kifike mbali. Muziki tumeona ni mzuri. Kwa hiyo ndio maana nikasema sitaongea chochote mpaka tusikize muziki kwanza. Muziki tumesikiliza, messages zimekuja nyingi. Mtu anauliza, "Huyu mbona kama staafu? Jina kama haliji." Kuna mtu amekufananisha mwanzo hapa na huyo msanii mimi simtaji, amekufananisha naye. Lakini jamani, huyo sio huyo. Huyo ni Lax Boy Mwamba. Hii sauti mnaoisikia sio huyo msanii. Ni Lax Boy. Au kuna msanii unamwiga mwanangu? Maana kuna watu wamekufananisha naye hapa. Ungemsema sasa ili simsemi. Yeye atuambie kuna msanii anamwiga? Hapana. Okay. Nisafanya mwenyewe. Tupe historia yako fupi tu ya muziki, toka umeanza, umegundua kipaji, ulikigundua mwenyewe au wewe unajua kuimba? Mimi nitoka muda mrefu napenda sana. Toka utoto wangu niseme. Okay. Nilikuwa napenda sana kuimba. Napenda kuimba sana. Nikaa nakutana, siwezi, kuna muda yani nilikuwa na sasa hivi lini nitakuja niende studio. Nikarekodi. Na ngoma nyingi nimeandika zipo ndani. Sasa kutoka yani kupata mtu sahihi akunipeleka studio. Sina. Nina ngoma nyingi nilirekodi hapo mwanzo, zipo sijazitoa baadhi. Umezihifadhi? Nimezihifadhi. Lakini zipo ngoma. Nikaja nikafika sehemu nikakutana na watu ambao ni sahihi. Kuwauliza, akasema studio hii hapa na nini tukaa. Ni hizi ingia hapa tokea huko. Fanya hivi sahihi. Kwa nilivyofika tu kwenye mikono ya watu sahihi, nikakuta nafanya vizuri zaidi. Okay. Sahihi. Changamoto kubwa ambayo unaona toka umeingia kwenye game la muziki, toka mwanzo unafika hapa ulipo na unakoelekea mbele, unaona changamoto kubwa hasa ni nini kwako wewe? Changamoto zipo. Sana changamoto naweza nikasema zipo kwa watu ambao labda sana nisifiche maproducer wengine ni wanazingua. Na wanazingua sana kwenye nini? Unaweza kuna msanii mwingine sisi anakusikia naye anatamani kuingia studio hajui, sasa hebu mpe njia. Unajua unapokuwa umeshaamua kuingia kwenye game, kufanya biashara ya muziki. Lazima kuna vitu utavifanya kwa ukubwa zaidi, si ndio? Ndio. Mimi naweza nikafanya labda nikachukua beat hapa. Sawa. Ndio. Lakini ile beat nikaona nimepigwa vizuri, lakini nataka afanye mixing ya nyimbo yangu au mastering afanye mtu mwingine, si ndio? Ndio. Nampelekea producer Dar es Salaam, fanya hii kazi. Afanye mastering. Fanya mastering kwenye hii kazi. Sawa. Tunaelewana vizuri, unamlipa hela, dakika za mishoni mtu akupi kazi. Hapo simu. Umeshalipa hela tayari. Hela imeingia. Kazi haitoki. Sababu zinakuwa nyingi. Sasa kwa nyinyi mwanangu sijui nini, kaenda karudi studio sijui kwaje. Hizo ni changamoto ambazo msanii unakutana nazo, lakini tusikate tamaa. Kwa sababu utakutana na watu sahihi pia, utakutana na watu ambao watakufanyia kazi. Unakuta mtu umefanya naye kazi kabisa hadi moja. Ndio. Akakupa na kazi ukaona ya saba uhakika fanya kazi. Okay. Huyu hapa kwenye message anasema Chotara, tuongee ukweli, twende mbele turudi nyuma. Namuona Vanboy wa Mbeya huyu hapa. Na je, ni msanii kutoka Mbeya au ametokea wapi?
Ni nyumbani hapa wewe jamani. Wewe ngoja sasa tuulize. Ni nyumbani hapa? Mimi niwe mkweli kabisa. Ni bado nimezaliwa Sumbawanga. Okay, swax moja. Lakini bado Mbeya ni nyanda za juu kusini, ni mkoa mama. Unabeba mikoa yote, kwa sababu unatoka nyanda za juu kusini, utajua ni Mbeya, Iringa, Ruvuma, Sumbawanga, Katavi huko. Mimi Sumbawanga nimerekodi nyimbo 2 wakati ndo naanza game. Okay. Lakini nikaona kwa biashara ya muziki sio sahihi. Nikisema nikae huko. Lazima nipande. Inabidi usogee sehemu ambayo kioo kinatizamika vizuri. Watu wengi wanaosikiliza muziki kutoka wapi? Okay. Lakini sio mbaya. Sio mbaya. Huyu hapa anafanya, maana namuona Van Boy huyu hapa muziki ameubeba vizuri kwa ngoma ambayo umeipiga hapo studio Chotara. Hii ngoma kweli acha iende mjini. Ila sasa mwambie asikimbie waandishi wa habari, kwa sababu msanii na redio ni kama wali na kijiko. Kasema hivyo Okay. Huyu hapa anaitwa Jubi kutoka Rungwe. Anasema nimemwelewa sana Lux Boy. Nimemcheki TikTok hapa. Ngoma tutaipeleka mjini. Atuambie sasa sisi tukitaka kuwa machawa yake tufanye njia gani? Hebu tuambie meneja. Hivi kuna haja ya kuwa na machawa saizi? Mbona kama ni mapema sana? Kama anajitolea, unajua kazi unaweza ukajitolea. Ila ni mapema, unataka kuwa na chawa? Yaani anaweza akajitolea. Unajua hata serikalini kazi ukitaka unajitolea kwanza. Unajitolea kwanza, baadaye wanakuangalia kwamba huyu ana deserve. So kama wanahitaji hivyo wanaweza kumcheki. Anaweza kucheki. Sawa, tutakaribisha. Akasema mwambie Lux Boy Mwamba kama atahitaji video vixen, mimi nina wadada. Kama atakupo tayari kwa ngoma yote, na ameuliza ngoma ametolea video, kama hajatolea video tupo tayari kumsupport kwa ma video vixen bure kabisa, kuhakikisha kwamba muziki wake unasonga mbele. Anaitwa dada Amina kutoka Nasoma. Huyu ni dada yangu sana namuelewa. Hii ngoma ina video? Ina video. Lakini tunahitaji mawasiliano yake. Kazi nyingi sana. Okay. Nashukuru sana dadangu kutoka Nasoma pale. Sasa jamani, niwapongeze sana Access FM kwa kuibua vipaji. Hakikisha hizi nyimbo zinaingia na tutazichagua. Na Jumatatu mimi kwenye ile playlist yangu zile nyimbo 3 tukiwa na DJ YT sasa katoka. Ngoma ya kwanza itakuwa ni hii Sherehe kutoka kwa Lux Boy Mwamba. Na tutaisikiliza mwenzi mzima. Hiyo ni ofa ambayo nimeitoa mimi Chotara. Tutaiplay. Hata kila wiki tukao tunapiga mara 2. Lazima itaingia kwenye vichwa vya watu. Ndugu yangu Jafali kutoka Mama John Library anasema sisi watu wa library tunaruhusiwa kuingizia watu kwenye flash. Hiyo mapema sana fanya. Nikasema tuongee, unajua ndo wadau wetu hawa. Na watu wa library wengi sana wanatusikiza. Sasa mtu anakuja na hao ndo wanaosaidia sana vipaji vya wasanii. Kwa hiyo Koni ruksa. Ni ruksa, ingia kwenye hizo platform idownload Sherehe, mweke mtu kwenye flash. Hata kama mtu ameweka kwenye listi zingine, hii hapa hebu mfanyie kama nyongeza. Baadaye utaona venyewe ina sound vizuri. Anasema nimependa midundo producer waliofanya na studio waliopita inaitwaje? Inaonekana walimpendelea mno. Hii ni mikono ya Grammy Music. Grammy Music. Studio iko wapi? Za Grammy. Za Grammy. Studio iko wapi? Iko Ilomba. Iko Ilomba. Ukishafika niseme Njia Veta. Iko Veta karibia na chuoni pale. Kile chuo cha Veta. Kabla hujafika machinjioni kule. Nyuma hapa. Nyuma. Lakini sasa usipite ile njia ya kule chini ya machinjioni. Njia panda Veta. Si njia panda Veta hii ya juu ukikatisha pale nani Mtawa. Okay. Madukani pale. Ukifika madukani basi. Zaki Grammy. Ndio mikono inafanya vizuri. Tunaelekea mwishoni hapa, message ni nyingi sana jamani. Message ni nyingi sana. Tuna dakika 3 za kumaliza na Lux Boy Mwamba pamoja na Isho Boy. Isho Boy ni msanii vile anaimba, ingawa akavia upande huu kama amekimbia. Leo maswali yatakuwa sio kwake yeye, itakuja kulizungumza baadaye. Kitu gani ambacho unawaambia mashabiki zako ambao kwa mara ya kwanza wanakusikiza kwenye speaker za 101.9 Access FM kama Lux Boy Mwamba? Mimi nichukua naomba kwa mashabiki zangu waendelee kunisupport. Okay. Ni support kwa kubwa, kwa sababu bila wao sio rahisi. Ingie kwenye TikTok platform, ingie kwenye mtandao yote, wa support, wa share ngoma iondoke, fanya challenge. Mwamba.